Inua mikono yako. Nisizame, uniokoe. This is my desire, my Lord. Nisizame, uniokoe. Okoa jamii yangu. Nisizame, uniokoe. Machozi ninayolia Baba, nisizame Yesu, uniokoe. Chunguza moyo wangu Baba, nakupenda. Nisizame Yesu, uniokoe. Hakuna mtu anajua yale napitia. Mwambie hivyo. Uniokoe. Mwambie tena. Nisizame Yesu, uniokoe. Nisizame, uniokoe. Ninakulilia asubuhi ya leo Baba. Nisizame, uniokoe. Okoa jamii yangu Baba. Nisizame, uniokoe. Tamanio la moyo wangu. Nisizame, uniokoe. Niko mbele zako asubuhi ya leo Baba. Nisizame Yesu, uniokoe. Kila mtu ananitoroka Baba, nani atanisaidia tu? Nisizame Yesu, uniokoe. Magonjwa haya ninakutafuta kijana. Nisizame Yesu, uniokoe. Nani atanisaidia Mungu wangu? Nisizame Yesu, uniokoe. Ninakuomba Baba, nisizame Yesu, uniokoe. Mwambie tena. Nisizame Yesu, uniokoe. Ambia wewe kijana, ambia Mungu wako akuokoe. Nisizame Yesu, uniokoe. Niko mbele zako Baba. Nisizame Yesu, mwambie uniokoe. Haya mambo huzuia maisha yako. Nisizame Yesu, uniokoe. Mungu tu ndiye anajua moyo wako. Nisizame Yesu, uniokoe. Shetani hataki Bwana nikutumikie Baba. Nisizame Yesu, uniokoe. Nisizame, uniokoe. Nisizame Yesu, ninatamani kuokolewa na wewe. Just tell him the desire of your heart. Ochajue matamanio ya moyo wako. You are the only one who knows the pain you are in. Mwambie Bwana, usikubali nizame kwa dawa za kulevya Mungu wangu. Mwambie usikubali nizame. Baba yetu, tusaidie Bwana. Usikubali nizame matamanio ya dunia Bwana. Mwambie usikubali nizame. Usikubali nizame na mambo katika hali ya huzuni nilionayo. Nisaidie Baba. Mwambie Baba, usikubali nizame kwa aibu. Mwambie Bwana, usikubali nisaidie Bwana, nizame Bwana wa mabwana kwa huzuni ambayo niko ndani yake mchana wa leo. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Oh Bwana, usikubali tuzame, oh, kwa mambo tulio ndani yake. Mungu wangu, usikubali tuzame. Baba yangu, usikubali nizame. Usikubali niangamie mtakatifu kwa hali niliyo ndani yake Bwana wa mabwana. Usikubali tuzame Bwana wa mabwana kwa huzuni, kwa machungu tulio ndani yake.
Mwambie Bwana usikubali nizame in this situation and this spirit of rejection. Usikubali nizame nikiwa ndani yake. Mwambie Bwana madhabahu ya Gezima, iwapo umepatikana ndani yake, mwambie Bwana ninatamani kuokolewa na wewe. Usikubali nizame ndani yake. Wewe uliye kwenye madhabahu ya lesbiana, mwambie Bwana usikubali nizame nikiwa ndani ya hali hii. Wewe uliye ndani ya kitu ambacho kinaitwa the spirit of masturbation, mwambie Bwana usikubali niangamie ndani yake. Usikubali niangamie ndani yake. Usikubali niangamie ndani ya hali hii. In the mighty name of Jesus Christ, Jehovah God. Ribasha kama yantara babazia, rima yantara babazikara baganda. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Mwambie muumbaji wako hivyo. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Katika maisha yangu mwambie Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Ningekuomba asubuhi ya leo uambie Mungu hayo maneno, akanyosha mkono juu ya maisha yako, juu ya ujana wako, juu ya mambo ambayo unatamani Mungu akakutendea. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, Nyosha mtakatifu, watu wauone, walisifu jina lako. Mwambie Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako. Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni,
kabisa. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Philippians chapter number 2 from verse number 12. Wapenzi wangu, nilipokuwa nanyi mlinitii daima, na hata sasa niwapo mbali nanyi, endeleeni kunitii. Asubuhi ya leo, it doesn't matter uko katika giza ya namna gani, but this morning Mungu wetu anataka tushine. Mungu wetu anataka tung'ae ndani ya hiyo giza ambayo tuko ndani yake. It is true, tuko ndani ya ulimwengu ambao it's full of vituko, umejaa mambo mengi na mambo mazito. Lakini ukisoma verse number 15, neno la Bwana linasema ya kwamba yake 15, ili mpate kuwa safi, wasio na lawama, kama watoto wanyofu wa Mungu wanaoishi katika ulimwengu mbaya na uliopotoka, mtang'ara kati yao kama nyota. Ndio tumezingirwa ama tumezungukwa na watu ambao wana mambo day in day out, tunasikia vituko. Lakini neno la Bwana linatuambia kuna matumaini ya kung'aa hata ndani ya watu ambao ndani ya giza, wale ambao wameitanishwa na Mungu wao. Mungu atakubali wao wang'ae ndani ya giza ile. Mimi sijui ni mambo gani ambayo yamekuzunguka, ni mambo gani ambayo yamekuwa magumu na mazito ndani ya maisha yako. There is hope, kuna matumaini. Kama vile ambavyo tumeimba tukasema, Mungu wangu usikubali tuangamie, usikubali tuzame, lakini tunatarajia kuokolewa na wewe. Tunatarajia kushikwa mkono na wewe ili tukapata wokovu huo. Mchana wa leo wapendwa, isiwe tu ni ibada kama ibada zingine, isiwe tu ni siku kama siku zingine. Tunaambiwa tufanyeni kila kitu bila kunung'unika na bila ubishi. Usifanye mambo kwa kunung'unika wala kwa ubishi wa namna yoyote ile, ili Mungu wetu apatikane kwa jambo lile. Mimi sijui ni jambo gani hilo ambalo limekufinyilia. Unahisi kana kwamba it's like niko kwa kona, siwezi kuendelea, siwezi kuinuka, siwezi kusema jambo lolote. Lakini asubuhi ya leo kuna matumaini, kuna matumaini wapendwa. Ningeliomba tu kila mmoja wetu tunapoendelea kutamatisha, kabla ya tuje mahali hapa, kwa sababu nitaomba tutatengeneza mahali hapa baadaye, lakini kabla ya tuje hapa, ukiwa tumeketi huko, wewe unaujua moyo wako na huwezi ukadanganya moyo wako. Wewe unajua kile ambacho kiko ndani ya moyo wako. Siwaambie Bwana, hali hiyo iliyo ndani yake ambayo umejaribu kuiwacha imeshindikana, umejaribu kuondoka ndani yake imeshindikana. Mwambie Bwana, nisaidie na unipe nguvu kusimama wima. Jambo la pili ambalo nataka tuombe, nimwambie Bwana asubuhi ya leo, ninakiri dhambi na makosa yangu niliyofanya, ambayo nimeyafanya kwa njia ya kuona, kwa njia ya kutazama, kwa njia ya kufikiria, kwa njia yote ile ambayo nimefanya. Ninatubu dhambi hizi mbele zako. Mwambie Bwana, ninatubu dhambi hizi mbele zako, kwa sababu kuna kitu ningelitaka tufanye baada ya hiyo. Fungua tu kinywa chako mbele za Bwana. Fungua tu kinywa chako mbele za Bwana. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Na ningeliomba hatutakaa chini, tutapiga magoti mbele za Bwana. Kila mmoja apige magoti yake mbele za Bwana. Kila mtu apige magoti yake mbele za Bwana. Mwambie Bwana,
I surrender this morning before you. Mwambie Bwana, ninatubu dhambi na makosa yote niliyoyafanya mbele zako. Mwambie Bwana, ninaomba kusafishwa na wewe. Ninaomba kukumbukwa na wewe. Wewe ni unajua mahali ambapo umepitia kwa njia moja ama nyingine. Wewe ndiye unayejua kile ambacho umekinena kwa njia moja ama nyingine. Mwambie Bwana, ninatubu dhambi zangu mbele zako. Mwambie Bwana, ninatubu dhambi zangu mbele zako. Mwambie, I surrender my life before you this morning. Mwambie, mimi ni mwenye dhambi mbele zako. Ninaomba kusafishwa na wewe. Neno la Bwana limetuambia tusiishi maisha ya kunungunika. Tusiishi maisha ya ubishi. Mwambie, iwapo nimenungunika mbele zako, iwapo nimekuwa mtu wa ubishi machoni mwako Bwana wa mabwana, naomba kutakaswa na wewe. Naomba kusafishwa na wewe. Naomba kukumbukwa na wewe. Wengine wetu baraka zetu zimetupotea kwa hali ya kunungunika kwetu, kwa hali ya ubishi wetu. Imekusudia baraka zetu zikatupotea. Simwambie Bwana mchana wa leo, ninatubu dhambi hizi mbele zako. Ninaomba kusafishwa na wewe Bwana. Ninaomba kutakaswa na wewe Bwana wa mabwana. Mwambie Bwana, macho yangu yametazama vitu ambavyo havikuwa safi mbele zako. Mawazo yangu yamefikiria mambo ambayo hayakuwa safi mbele zako. Jehova, ninaomba kutakaswa na wewe. Ninaomba kusafishwa na wewe. Mwambie, ninakataa hali ya ukawaida. Ninakataa hali ya ukawaida ndani yangu. Oh Bwana, badilisha maisha yetu. Badilisha mwenendo wetu Baba. Badilisha mtazamo wetu Bwana wa mabwana. Ribasha kama yantarababazia. Rimaza kama yantarababazi karabaganda. Mwambie Bwana, ninaomba kusafishwa na wewe kwa lugha ambayo unaielewa. Mwambie Bwana, dahera mehia mayande mbele yako kwa hiyo lugha ambayo unaijua na unaielewa. Mungu wetu anajua lugha zote. Mungu wetu anasikia any kind of language. Mwambie Bwana, ninaomba tukutakaswa na wewe. Wengine wetu hata tuko kwenye ibada na tumefanya mambo ambayo yamekuwa chukizo mbele za Bwana. Tumekuwa kwenye mlima wa Bwana kwa siku ya 4 leo, lakini tungali tunafanya mambo ambayo ni chukizo mbele za Bwana. Simwambie Bwana, ninaomba kusafishwa na wewe. Neno la Bwana linasema, wapendwa, ya kwamba kwenye nyumba ya Bwana kuna watakaoingia na watoke na baraka. Kuna wale watakaoingia na watoke na laana. Mwambie Bwana, usikubali nitoke na laana kwenye nyumba yako. Mwambie, kwenye mlima huu maneno niliyoyanena yasifanye nikatoka na laana. Mambo ninayoyafanya yasifanye nitoke na laana kwenye nyumba hii. Oh, kwenye mlima hii wako Bwana, nisaidie Bwana wa mabwana. Wengine wetu hata tumeingia ndani ya zile room ambazo tunaenda kujisaidia na tumeenda tumefanya masturbation huko. Mwambie Bwana, ninatubu dhambi hizi. Mwambie Bwana, ninatubu dhambi hizi. Mwambie Bwana, ninatubu dhambi hizi. Mwambie Bwana, ninatubu dhambi hizi mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Oh, mwambie Bwana wa mabwana,
Bwana, wengine wetu tuko mahali hapa na tuna vitu ambavyo tulikuja nazo na tumevitumia, hata tukiwa hapa tungali tunavitumia. Simwambie Bwana, ninaomba tu msamaha mbele zako. Usikubali nitoke na laana ndani ya madhabahu haya. Kwenye mlima wa Bwana, wapendwa, kuna baraka, na wale wanaoishi vibaya, wale wanaofanya vituko, wao pia hutoka na laana. Simwambie Bwana, usikubali nitoke na laana kwenye nyumba yako. Simwambie Bwana, usikubali nitoke na laana kwenye nyumba yako. Wengine wetu tumenungunika, wengine wetu tumekuwa watu wa ubishi. Simwambie Bwana, ninatubu dhambi hizi mbele zako, ninatubu dhambi hizi mbele zako. This is a place of change. Na hata pia mtu asipoelewa na kufahamu, anaweza toka pia na laana. Simwambie Bwana, usikubali asubuhi ya leo niondoke na laana. Usikubali Bwana wa mabwana, maisha yangu yakaondoka yakiwa chukizo mbele zako mchana wa leo. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Oh Baba yangu na Mungu wangu, Baba yangu na Mungu wangu, Baba yangu na Mungu wangu. Urabashakabayanta. Wapendwa, neno la Bwana limesema ya kwamba hata katikati ya giza, katikati ya ulimwengu uliojaa giza, tungali tutang'aa, hati tutazidi kung'aa hata katikati ya ulimwengu uliojaa giza. Asimwambie Bwana, kwa sababu Bwana hana kizuizi chochote cha kutokukuinua ama kukubariki. Bwana wetu ana malengo mema. Alimwambia Yeremia kwa wakati mmoja, wewe Yeremia, nalikujua hata kabla haujaubika, nalikuchagua hata ukiwa kwenye tumbo ya mamako, nalikutenga na kukuweka kando kwa kazi fulani. Wapendo, hatuko hapa hivyo tu, hatuko hapa tu hivyo, but we are here for a reason. We are here kwa sababu moja. Simwambie Bwana, nisaidie kujua sababu ambayo, malengo ambayo umeyafanya mimi niwe kwenye ibada hii. Mwambie Bwana, kwa siku hizi 5 ningekuwa pengine kwa biashara zangu, wengine tungekuwa kwa kazi zetu, wengine tungekuwa kwa shughuli ambazo tunaenda kuzienda wakati kwa muda kwa muda, lakini siku hii ya leo tuko kwenye ibada ya Bwana, tuko kwenye uwepo wa Bwana. Na umwambie Bwana, sababu ulionayo ya kunileta kwenye ibada ya mchana wa leo, mimi ninatamani kuielewa, ninatamani kuifahamu, ninatamani Bwana wa mabwana nijue sababu ulionayo juu ya maisha yangu mchana wa leo. Siuchoshwe na hali hiyo ya kawaida, siuchoshwe na maisha hayo ya kawaida. Yeremia anaambiwa kwa njia ya kuonyeshwa kwa maono, baada ya kuitwa na Bwana, mwambie, the Lord gave me a message. He said, I knew you before I formed you in your mother's womb. Ati kabla sija kuumba ndani ya tumbo la mamako nalikujua. Wapendwa, Mungu wetu alijua, yeye alijua hata kabla hatujaumbika. Simwambie Bwana, I want to know myself. Mwambie, ninataka kujua hatima yangu, ninataka kujua kile ambacho Bwana ninafaa kuwa, kile ambacho Bwana ninafaa nisimame ndani yake, katika jina la Yesu Kristo. Anamwambia Yeremia, I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart. Kabla haujazaliwa nalikuweka kando, nalikuchagua. Wapendwa, kabla hata hujazaliwa, Mungu wetu kuna kile ambacho alikuwa tayari amekiweka kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya kesho yako, kwa ajili ya
masomo yako. Simwambie Bwana, wewe uliyemwambia Yeremia, before you are born I set you apart and I appointed you as a spokesman to the world. Simwambie Bwana kwa maneno hayo ya mwisho ambayo Yeremia aliambiwa, ndio nilikuweka kando, ndio nilikuchagua, lakini baada ya kuchaguliwa I appointed you as my spoken man. Nalikuchagua kama mtu, kama msemaji kwa ajili ya watu wangu, kama mtu atakayenena kwa ajili yangu. Wengine mchana wa leo, maneno hayo yanamaanisha mambo mengi sana. Maneno hayo yanamaanisha maneno mengi. Yeremia alikuwa akiambiwa, wewe utakuwa msemaji kwa ajili yangu. Wewe utakuwa ukinena kwa ajili ya maisha yangu. Wewe utakuwa ukinena kwa ajili ya maisha yangu. Wewe utakuwa ukinena kile ambacho nitakiweka ndani yako. Simwambie Bwana, ninataka kujua kipawa changu ndani ya huduma hii. Simwambie Bwana, ninataka kujua huduma yangu ndani ya kile ambacho umekiweka mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Simwambie Bwana, ninataka kujielewa. Yeremia alipoambiwa hivyo, alikuwa ni mtu ambaye amefika mwisho. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amekata tamaa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anahisi kana kwamba mimi sitaweza kuinuka tena, mimi sitaweza kusimama tena, mimi sitaweza. Alikuwa ni mtu ambaye amefika mwisho. Huenda hata na wewe pia mchana wa leo unahisi kana kwamba nimefika mwisho. Yeremia akawa hivyo, lakini kwa njia ya maono Bwana akanena pamoja na yeye. Kwa njia ya maono, urabashakabayanta, sikubali kujiachilia mbele za huyu Mungu wetu. Kwa njia ya maono, neno la Bwana linasema ya kwamba the Lord gave me a message and he said these are called to Jeremiah and first vision juu ya maisha yake. Kwa njia ya maono Bwana akanena na Yeremia, akamwambia Yeremia, si watu walikuchagua, si watu walifanya uzaliwa, si watu walifanya wewe uwe vile ulivyo, lakini yuko mahali hapo kwa sababu mimi nalikuchagua, kwa sababu mimi nalikuchagua. Simwambie Bwana mchana wa leo, simwambie Bwana mchana wa leo, siukubali kumwambia Bwana mchana wa leo, ninatamani kujielewa na kujifahamu katika jina la Yesu Kristo. Mwambie nimechoshwa na wokovu wa ukawaida. Mwambie nimechoshwa na ushuhuda wa ukawaida. Mwambie nimechoshwa na hali ya ukawaida. Mwambie Bwana, wewe uliyefanya nizaliwe. Neno la Bwana limesema ya kwamba Yeremia, hata kabla haujaubika ndani ya tumbo la mamako, nalikuelewa, nalikujua, nalikufahamu. Wapendwa, sijui maisha yako yamekuwa machungu kiasi gani, lakini mchana wa leo, hata kabla haujaumbika, Mungu wetu alikujua, Mungu wetu alikuelewa, Mungu wetu alikufahamu. Riba shakabaya azia. Wapendwa, wewe tukiwa tumepiga tu magoti yetu hivyo, wewe ambaye unaomba usiku na mchana na kumwambia Bwana, mimi nataka kujua ni nini ninafaa kufanya kwenye nyumba ya Bwana. Nataka kuelewa kile ambacho ulinileta ulimwengu kukifanya. Wewe ambaye uko katika hali ya kitu tunaita confusion, hauelewi
unajiuliza sasa mimi ni wa nini ndani ya nyumba ya Bwana? Wanapoita kikundi cha uimbaji haupatikani. Wanapoita kikundi cha uombezi haupatikani. Wanapoita kikundi cha kusifu haupatikani ndani yake. Wanaposema ushering haupatikani. Na ungelitaka kujielewa asubuhi ya leo, kubali tu, njoo hapa tuombe pamoja na wewe. Njoo hapa tuombe pamoja na wewe. Njoo hapa tuombe pamoja na wewe. Wewe ambaye unaelewa wokovu ni nini na unamaanisha wokovu huo, wewe ndiye ninayeongea pamoja na wewe. Wewe ambaye unaelewa wokovu ni nini na unajua wokovu ni nini, wewe ndiye ninaita tuombe pamoja na wewe. Njoo tuombe pamoja na wewe. Na ukifika hapa usinyamaze tu. Mwambie Bwana haja ya moyo wako. Mwambie Bwana matamanio ya moyo wako. Neno la Bwana limetuambia ya kwamba Yeremia akawa in that situation kwa wakati mmoja, akawa amefika mwisho, akawa ni mtu hajielewi, akawa ni mtu ambaye haelewi vile ambavyo kunavyoenenda. Na tazama, mtu ambaye Bwana ananena naye kumwambia hivyo ni mtu ambaye ndani ya moyo wake alikuwa amehisi kana kwamba mimi si wa faida ndani ya ulimwengu huu. Alikuwa amefika mwisho. Alikuwa amefika mwisho. He was in a point of giving up. Lakini Bwana alipotazama moyo wa Yeremia akamwambia, Jeremiah, sikiliza maneno haya. I knew you before I formed you. Nalikujua hata kabla haujaumbika. Wapendwa, mimi sije kuita uje unyamaze tu hapa. Na ndiposa nimesetumia maneno haya. Ni wale ambao wanaelewa wokovu ni nini, na yule ambaye anajielewa na kujifahamu ndani ya nyumba ya Bwana. You know, mimi siendagi tu church. I'm not just a church goer. Lakini naenda kutafuta uso wa Bwana. Naenda kufanya kile kilicho kizuri ndani ya nyumba ya Bwana. Unajua mienendo yako vile ilivyo. Wewe ndiye nimeita mahali hapa. Ni mtu ambaye anaelewa, nimejaribu kukaa kwa utakatifu. Nimejaribu kukaa kwa njia iliyo nzuri. Nimejaribu uhusiano wangu na Mungu. Nimeujaribu vile ambavyo Bwana ninatuagiza. So just tell God. Haja ya moyo wako siwache Bwana ijue. Siwache Bwana ajue haja ya moyo wako. Siwache Bwana ajue haja ya moyo wako mchana wa leo. Fungua tu kinywa chako ukiwa mbele za Bwana. Make a cry unto him. Mulilie Bwana ukiwa kwenye madhabahu. Madhabahu yana nguvu wapendwa. Madhabahu yana nguvu wapendwa. Madhabahu yana nguvu wapendwa. Simwambie Bwana. Simwambie Bwana kile unachokitamani. Na wewe uliyesalia huko usinyamaze. Usinyamaze hivyo tu. Zidi kunena, zidi kuomba. Katika jina la Yesu Kristo. Zidi kumwambia Bwana, moyo wangu Bwana wa mabwana, ninatamani kuelewa na kujifahamu ndani ya nyumba ya Bwana. Neno la Bwana linasema ya kwamba hakuna vitu vya aina nyingi ndani ya nyumba ya Bwana. Kuna vitu vya aina nyingi ndani ya nyumba ya Bwana. Kuna vitu vilivyo vya hali ya juu na kuna vitu ambavyo ni vya kazi ya chini. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba kila mtu ndani ya nyumba ya Bwana ana umuhimu wake. Kila mtu ndani ya nyumba ya Bwana ana kazi yake. Kila mtu ndani ya nyumba ya Bwana ana kile ambacho Bwana alimuita akakifanye. As you just kneel before him. Tupige magoti yetu, situlie hapa mbele za Bwana, umwambie
matamanio ya moyo wako, matamanio ya moyo wako wacha yakajulikana na huyu Mungu. Matamanio ya moyo wako wacha yakajulikana na Mungu wetu. Matamanio ya moyo wako wacha yakajulikana na huyo Mungu wetu. Ribasha kabayanta rimazi kabaganda rabozia ribasha kamayanta rababazia. My God, my God, matamanio ya moyo wangu wacha yakajulikana na wewe. Neno la Bwana limesema ya kwamba Yeremia kanenewa na Bwana. Bwana kanena na Yeremia kamwambia, kampa habari hii. Hivyo ni kumaanisha Yeremia hakuwa amekaa tu hivi. Alikuwa tayari kwa habari kutoka kwa Mungu wake. Alikuwa moyo wake kuna kile ambacho anangojea. Ndani ya moyo wake kuna kile ambacho alikuwa anatazamia. Ndani ya moyo wake kuna kile ambacho Yeremia alikuwa naomba. Kuna kile ambacho alikuwa amemwaminia Mungu kwa sababu yake. Ananiposa alikuwa tayari kwa ujumbe Bwana alionena na yeye. Alikuwa tayari kwa ujumbe Bwana aliyouachilia. Huenda umekuja mahali hapa, but the question is, are you ready for what God is about to do? Je, uko tayari kwa ujumbe ambao Bwana ananena na moyo wako? Sijui kama moyo wako uko tayari kupokea kile ambacho Bwana amekiachilia. Si kwa sababu unaombewa ndipo ujumbe uje, lakini Bwana anauangalia moyo. Moyo huo uko tayari, moyo huo unatamani. Hivyo ni kumaanisha si mtu ambaye anaambiwa omba, ni mtu ambaye tayari amejiachilia, tayari amefungua moyo wake. Tamani tayari moyo wake uko wazi mbele za Bwana. Riba shakabayanta rima zikabaganda rabozia. My God, my God, my God, my God, my God, my God, and because you are God. Oh, mercy Jehovah, mercy upon us. Ndio ni wadogo, lakini kwa udogo wao ni machoni pa wanadamu, lakini machoni mwako ni watumishi wakubwa. Machoni mwako ni watumishi wa ajabu wanaotamani kujielewa na kujifahamu. Nena na mioyo yao, nena na mioyo yao, nena na mioyo yao, nena na mioyo yao. In the mighty name of Jesus Christ. Nena na mioyo ya watoto hawa, nena na mioyo ya vijana hawa, nena na mioyo ya watoto hawa na vijana hawa. Bwana, nena pamoja na wao, nena pamoja na wao. Ni wewe uliyewaambia wacheni watoto waje kwangu. Bwana wa mabwana, ni neno lako ninalotukumbusha ya kwamba tusikubali mtu au dhihaki ama uone ujana wetu au bebe hivyo tuko kirahisi. Tusaidie Bwana wa mabwana, tusaidie kujielewa na kujifahamu. Matamanio yao unayajua, si kwa sababu nimewaita, lakini imekuwa ni ombi na tamaa na shauku la mioyo yao mtakatifu. Nena pamoja na wao, nena pamoja na wao, nena pamoja na wao, nena pamoja na wao. Ukanena na Yeremia, Bwana wa mabwana, na ukampa habari hii kwa njia ya maono. Ukamwambia Yeremia, hata kabla haujaumbika wewe ulimjua watoto hawa Bwana na vijana hawa. Hata kabla hatujaumbika ndani ya tumbo wa mama zetu, wewe ulikuwa na sababu, wewe ulikuwa na kusudi, wewe ulikuwa na malengo. Hivyo hawa hawataenda
na wrong destination. Hawa Bwana wa mabwana hawatapoteza muda wao. Hawa Bwana wa mabwana hawatapiga mark time. Hawa Bwana wa mabwana, they will not waste their time in the wilderness, in the mighty name of Jesus Christ. Hawa Bwana wa mabwana hawatapoteza muda wao wakitafuta hatima yao. Hawatapoteza muda wao. Bwana wa mabwana, watoto hawa mtakatifu na vijana hawa Bwana wa mabwana, hariba shakabayata rimazika mayanta rababazia. Ni neno lako limetuambia. Wewe ulinena na Yeremia na ukamwambia Yeremia, nalikujua hata kabla haujaumbika ndani ya tumbo la mamako. Riba shakabayanta. Wengine wao ni wahubiri, wengine wao ni waimbaji, wengine wao Bwana wa mabwana, they are part of our sharing team. Wengine wao Bwana wa mabwana, they are part of intercessory. Wengine wao Jehova, they are part of worshipers. Wengine wao Bwana, they are part of big ministers wa neno lako katika jina la Yesu Kristo. Wengine wao ni manabii wakubwa. Wengine wao watanyosha mikono, wagonjwa wanapona. Bwana, vipawa vilivyo ndani yao, orabashaka magana rimazaka magana riboshika mayantara babazia rimazaka maganda. My God, my God, wacha vijana hawa vipawa vilivyo ndani yao wakaelewa, wakafahamu uramashaka maganda kilichofunika vipawa vyao. Bwana wa mabwana, ninakifungua katika jina la Yesu Kristo. I set them free. Walikofungwa ninawafungua. Walipofungwa, Bwana wa mabwana, neno lako linanikumbusha wewe ulikuja kwa sababu ya waliofungwa wapate uhuru wao. Walio Bwana wa mabwana kwenye vifungo wapate kuwa na uhuru ndani ya maisha yao. Ninaombea vijana hawa, Bwana wasaidia ili ndani yao, kilicho ndani ya mioyo yao, kilicho ndani ya maisha yao kikawa cha manufaa, kikawa cha manufaa, kikawa cha manufaa, in the mighty name of Jesus Christ. Kilicho ndani yao kitainuka, kitakuwa cha usaidizi hata wakiwa kwenye shule, hata at their young age. Bwana utawatumia, utawainua, utaandamana pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo. Tulio hapa tu mbele turudie maneno haya. Tulio hapa mbele turudie maneno haya ambayo nitakuongoza. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Mimi nataka useme kwa ujasiri. Sema Bwana Yesu. Alafu pia utataja jina lako. Sema Bwana Yesu, mimi ni, taja jina lako. Majina yako mawili utayataja. Mimi ni, taja jina lako kwa sauti. Niko mbele zako. Ninakutamani na ninakuomba. Wewe uliyenena na Yeremia alipokuwa umefika mwisho, ukamzungumzia kwa njia ya maono, ukamweleza na likujua na ulimfahamu hata kabla hajaumbika kwenye tumbo la mama yake. Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa sababu hata kabla sijaumbika ulinijua na ulinielewa. Na kwa sababu Yeremia hayuko,
Mimi ndiye Yeremia wa siku ya leo. Nena pamoja na moyo wangu. Nena pamoja na moyo wangu. Mwambie nena pamoja na moyo wangu. Maanisha hayo maneno. Mwambie Bwana, nena na moyo wangu. Kama vile ulivyonena na Yeremia, nena hata nami. Mwambie ninatamani kujielewa. Ninajitamani kujifahamu. Wewe ulimwambia Yeremia, nalikuchagua na ili uwe msemaji kile ambacho umekiweka ndani yangu. Mwambie kile ambacho umekiweka ndani ya moyo wangu, nimekubali kifanye kazi kuanzia siku hii ya leo. Wacha moto ulio ndani ya moyo wangu nisaidie kuwasha. Mwambie kisima kilicho ndani ya moyo wangu, Bwana nisaidie kutoa maji yaliyo mema. Katika jina la Bwana, jina la Mwana na katika jina la Roho Mtakatifu ninaomba na hata pia kuamini. Baba, ninashukuru kwa sababu ya vijana hawa. Katika udogo wao kuna kile ambacho wanatamani, na kwa sababu ndani ya ulimwengu wa kiroho Bwana kuna kile ambacho unakiona ndani yao. Kuna kile ambacho umekusudia kukifanya. Kamba zilizowafunga ili kwamba wasijielewe na kujifahamu, ninazikata katika jina la Baba, katika jina la Mwana na katika jina la Roho Mtakatifu ninaomba na hata pia kuamini. Amen. Tusimame. Turudi tuketi chini tunapomwabudu Bwana kwa huo wimbo. Bwana niinue, nisimame, nimande milima yote. Bwana unipanishe, niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipanishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipanishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipanishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipanishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipanishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipanishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipanishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipanishe, Bwana
yote, e Bwana unipandishe. Yena maundu mega, abata kirima iguru, unekuo maundu mega, monekaga mutheru geithuothe. Wena maundu mega, abata kirima iguru, unekuo maundu mega, monekaga mutheru. Kirima-ini nikuo kuhoya, Kirima-ini nikuo wĩtheretie, Kirima-ini nikuo iturũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kirima-ini nikuo kuhoya, Kirima-ini nikuo wĩtheretie, Kirima-ini nikuo iturũra mbere ya Ngai mwene hinya. Ririkana hana wa Elikana, anyororio ni mwiru we Penina, yahotire kuitorora mbere ya Ngai mwene hinya. Ririkana hana wa Elikana, anyororio ni mwiru we Penina, yahotire kuitorora mbere ya Ngai mwene hinya. Kirima-ini nikuo kuhoya, Kirima-ini nikuo wĩtheretie, Kirima-ini nikuo iturũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kirima-ini nikuo kuhoya, Kirima-ini nikuo wĩtheretie, Kirima-ini nikuo iturũra mbere ya Ngai mwene hinya. Kirima-ini, tukiwa tumeyafunga macho yetu na kuinua mikono yetu juu, kila mmoja afunge macho yake mahali popote alipo. Ati Kirima-ini nikuo kuhoya, Kirima-ini ni uthie witheretie, Kirima-ini nikuo kumaga maundu mega. And we are, tuko mahali hapo mchana wa leo. Tuko mahali hapo mchana wa leo. That's where we are this morning. Sijesema mtu angalia mtu. Sijesema mtu angalia mtu, na usijaribu kuongea na mtu. We are not here kwa ajili ya jokes. We are here for a serious business. Nisione mtu anaangalia mtu, na nisione mtu anajaribu kuongea na mtu. Maanisha kile ambacho unakifanya. Maanisha kile ambacho unakifanya. Maanisha kile ambacho unakifanya. Wapendwa, tuko kwenye mlima wa Bwana, na neno la Bwana linasemea kwamba Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu kwenye nyumba iliyo ya juu mpaka pale watakapopokea nguvu mpya, pale ambapo watabadilishiwa maisha, hadi pale ambapo watapewa maneno mengine mapya ndani ya maisha yao. Asubuhi leo pengine uko hapo, imekuwa ni your desire mtu afunge macho yake, na nisione mtu akiongea na mtu, nisione mtu akitazama mtu, nisione mtu akiangalia mtu au ukiguza mtu. Just concentrate. Just concentrate with your God. Mwachie Roho wa Bwana achukue nafasi yake ndani ya maisha yako. Wanafunzi walipokuwa Yerusalemu kwenye nyumba iliyo ya juu, neno la Bwana linasema ya kwamba waliahidiwa nguvu mpya. Waliahidiwa nguvu mpya. Waliahidiwa hali ya kubadilishiwa maneno yao. Wapendwa wa mchana wa leo, kuna kile ambacho Bwana anataka kufanya na mioyo yetu. Kuna kile ambacho Bwana anataka kufanya na mioyo yetu. Kuna kile ambacho Roho wa Bwana anataka kufanya pamoja nasi. Simwachie tu. Let the Holy Spirit take control in us.
Wacha Roho wa Bwana achukue nafasi iliyo yake. Mwachie Roho wa Bwana achukue nafasi iliyo yake. Tumenenewa na neno la Bwana dakika chache tu. Yeremia, Bwana alimnenea kwa njia ya maono. That is Holy Spirit was speaking to him. Tumwachie tu Roho wa Bwana anene pamoja na wewe. Mwachie tu, just surrender your life before him. Haijalishi kama wewe ni mdogo. Haijalishi kama wewe ni mdogo. Hapana. Lakini kama unatamani huyu Roho wa Bwana, na kama umejiweka safi mbele zake, ataingia ndani ya moyo wako. 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 Riba shaka bayanta. Rima zaka aganda. Naachilia Roho wa Bwana Mtakatifu akashukia vijana hawa. Roho Mtakatifu akashukia vijana hawa. Roho aliye wa Mungu wa kweli akashukia vijana hawa, akanena na moyo wake. Nisione mtu anafunga na kitambaa mdomo wake. Mtu asijaribu kufunga na kitambaa mdomo wake. Jiachilie mbele za Bwana. Just surrender before him. Ukisikia kupiga nduru mwachie tu. Ukisikia kushout shout tu. Riba shaka baganda. Riba shaka baganda. Wachungaji mtanisaidia. Riba shaka baganda. Riba shaka baganda. Wachungaji mtanisaidia. Riba shaka baganda. Riba shaka baganda. Mahali ulipo Roho wa Bwana yuko hapo. Mahali ulipo Roho wa Bwana yuko hapo. Mahali ulipo Roho wa Bwana yuko hapo. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu. 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 Usifungue macho. Usifungue macho. Usifungue macho yako. Usijaribu kufungua macho. Usijaribu kufungua macho. Usijaribu kufungua macho. Usijaribu kufungua macho. Na usifunge mdomo wako kwa kitambaa. Ukisikia kupiga magoti, ukisikia kulala mbele za Bwana, jiachilie tu. Lala mbele za Bwana. Lala mbele zake. Oh my God. My God. My God. My God. My God. Vijana hawa, shukia vijana hawa, nena na mioyo yao. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu juu ya maisha yao. Nimesema mtu asifunge mdomo wake na kitu. Nimesema mtu asifunge mdomo wake na kitu. Shaka baganda. Na nisione mtu anafungua macho. Nisione mtu anafungua macho. Nisione mtu anafungua macho. Riba shaka baganda. Riba shaka baganda. Riba shaka baganda. My God, have your way, Jehovah God. Have your way, King of Kings. Rimazika baganda. Rimazaka baganda. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu zikafanya kazi ndani yako. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu zikafanya kazi ndani yako. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Receive the power of the Holy Ghost. Pokea mahali popote ulipo nguvu za Roho Mtakatifu. Receive the power of the Holy Ghost. Riba shaka bayantara babazika. Rima zaka bayantara babazika. My God,
my God, my God, like the day of Pentecost, rain on us, rain on us, like the day of Pentecost, rain on us, Jehovah. Nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu wetu zikashuka ndani yako. Rimashakabagana rimazakabayantarababazia rimashakabayana. Kuna wale ambao Bwana atawafanya manabii. Bwana anabadilisha kilicho ndani yako. Kuna wale ambao wanafanyiwa deliverance wakati huu. Ribashakabagana ribashakabagana amegashakabagana rimazikamayanta rabababazikabayanta rimazikabagana. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, to break every chain, to break every chain. Let the power of the Holy Ghost break all the chain in you. Break all the chain in you. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power of Jesus. A minute, church. Neno la Bwana linasema on the day of Pentecost, 7 weeks after Jesus' resurrection, the believers were meeting together in one place. On the day of Pentecost, they were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven, like the rolling of a mighty windstorm in the sky above them, and it filled the house where they were meeting. Mungu na alika uwepo wako. I just invite your presence in us. Nakataa roho wote wa maringo na wa kujivuna, or the kind of spirits ambazo hazijatoka kwako, ninazifunga na kuzitangazia hazina nguvu na uwezo. Watoto hao watajawa na nguvu za Mungu wa kweli. Watoto hao watashukiwa na nguvu za Mungu aliye wa kweli. Vijana hawa watashukiwa na nguvu za Mungu aliye wa kweli. Whoever is trying to seek attention, tunajitenganisha na yeye. Tunaachilia roho wako akachukua nafasi ndani ya maisha yetu. Roho wako achukue nafasi ndani ya maisha yetu. Wanafunzi wako walipokuwa wamekutana kwa pamoja, Bwana ulinena pamoja na wao. Bwana ulinena pamoja na wao. Kukawa kuna mgurumo ulioguruma kwa kasi, ukajaa nyumba nzima waliokuwa ndani yake. Ndani ya mlima huu Bwana, wacha nguvu zako zikawa zimejaa. Toka kwenye madhabahu hadi huko nyuma, ninatuma nguvu za Roho Mtakatifu. Ninatuma nguvu za Roho Mtakatifu. Wanaofunga kile ambacho Bwana ninawatenganisha pamoja nasi. Wanaojaribu kufunga kile ambacho Bwana unajaribu kufungua,
tunatangaza hawana nguvu. Tunawafunga katika jina la Yesu Kristo. I set the vijana free, Jehovah God. Let them undergo deliverance ambayo ni wewe unaifanya. Wacha waende katika hali ya ukombozi ambao wewe ndio unauandaa. Kipindi hichi wanachoingia cha kukombolewa. Ribashika yantara babazaya. My God, my God, my God. My God, my God. Wewe ambaye una vitu ambavyo unajua si vitu vizuri hata kidogo. Just see one of the pastors there. See one of the pastors there. See one of the pastors there. Wewe ambaye hapa na vitu ambavyo Roho wa Mungu ananena. Roho wa Mungu anasema uko na vitu ambavyo hazifai ndani ya this compound. Vuta pastor tu hapo nyuma na umwambie, na sijasema tufungue macho. Sijasema tufungue macho. Na sijasema utazame mtu. Muone mchungaji huko nyuma, kuna wachungaji wako huko, kina Pastor Lucy, kina Pastor Caro, kina Pastor Daniel, Pastor David wako huko nyuma, Pastor Steve wako huko nje. Waone, just see one of the pastors na upatie. Kila mtu akuwe amefunga macho yake. Kila mtu akuwe amefunga macho yake. Kila mtu akuwe amefunga macho yake. Usiache kuconcentrate na kile ambacho Mungu wetu anakifanya. Then neno la Bwana linasema ya kwamba, na ukumbuke hii ni ahadi ya Mungu wetu. Ahadi ya kwamba hata tuacha kama watoto yatima. He promised hata tuacha kama watoto yatima. Hata tuacha hivyo tu. Hata tuacha hivyo tu. Hivyo hii ni ahadi ya Mungu wetu. He is the God of covenant. So just let him fulfill what he promised on us. Aliahidi hata tuache pweke. Aliahidi atadamana pamoja nasi hadi mwisho wa dahari. Continue concentrating on him. Continue concentrating on him. Continue concentrating on him. Let him do whatever he wants to do in us. Wacha afanye kile anataka kufanya. Mwachie tu, mwachie tu. Mwachie tu afanye kile anataka kufanya na sisi. Mwachie afanye kile anataka kufanya. Mwachie tu, just concentrate with him. Just concentrate. Just concentrate. Just concentrate. Ribashaka bayanta. Ribashaka bayanta rababazia. My God, my God. Rima shaka baganda, rima yanta rababazia. Rima shika bayanta rababazia. Rima zika bayanta rababazia. My God, my God. Aliwaambia wanafunzi wake, do not leave Jerusalem until the Father sends you what he promised. Remember, I have told you about this before. John baptized you with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So whatever you are expecting and whatever you are praying is God to baptize us with the Holy Ghost. Siwache ubatizwe tu kwa Roho Mtakatifu. Siwache ubatizwe kwa Roho wa Bwana. Siwache ubatizwe kwa Roho wa Bwana. Rima shaka baganda, rima zika baganda. Oh.
you promised hautatuacha yatima. Uliahidi wewe Bwana uniachi. Rimashaka bayanta rababazi. Ni mwisho wa dahali ulisema uniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Rimazaka mayanta rababazi. Niweka imani yangu kwako Bwana. Umeahidi wewe Bwana uniachi. Hadi mwisho wa dahali ulisema uniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Nimeiweka imani yangu, mwambie umeahidi wewe Bwana uniachi. Ameahidi hata tuacha. Mwisho wa dahali ulisema uniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Baba, umeahidi wewe Bwana uniachi. Hadi mwisho wa dahali ulisema uniachi. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Nimeiweka imani yangu kwako Bwana. Neno la Bwana linasemea kwamba the Lord is spirit, and where the spirit of the Lord is, there is freedom. You want to have freedom? Let him awe ndani yako. He is the spirit, and where the spirit of the Lord is, there is something we call freedom. Unataka kufunguliwa, then you must confess. Wengine wetu ni vitu tumepewa na watu tulikutana nao hapa. Tini boyfriend anakuja na kupea kitu na haumjui. Msichana amekupea kitu na wewe ni msichana na haujui. Patia pastor, patia mchungaji huko, patia mchungaji huko. Na hata kama iko kwa dom, just tell her or him, na atakuendea, atakupeleka mpaka huko. Ni kitu ulipewa, inaweza zuilia, kwa sababu umepewa kitu ambayo iko na Satan spirit na inazuilia, na hakuna siku falme mbili zaweza kutawala mahali pamoja. It's either you let God, you decide him, and it's him alone. Wengine ni tu chain, wengine tu vitu wamepewa tu hivyo hivyo tu. Just talk to the pastor. Just talk to the pastors. Come and reign, Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Oh, come and reign. Oh, Holy Spirit, my God, we welcome you to come and reign. Come and reign, Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Come and reign, oh, Holy Spirit, we
welcome you to come and reign. Oh, Mary, Holy Spirit, we welcome you to come. Ukiwa umefunga tu macho yako hivi, come and reign. Oh yeah, Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Come and lay, Holy Spirit, come and lay, Holy Spirit, oh, we welcome you to come and reign. Come and lay, Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Just let him to come and reign in us. Ametuahidi in the book of John 4:16. Anasema ya kwamba, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and to be with you forever. The advocate that we are going to receive this morning, hata ingia leo atoke, dhambi ndizo zitakazomfukuza ndani ya moyo wako. So you just let that advocate to reign in you. Let that advocate to reign in you. Yesu Kristo anasema, I will ask the Father to send you the advocate to help you. Unatamani huyu advocate, unatamani huyu msaidizi, unatamani huyu mtu wa kunena kwa sababu yako. Maanisha hayo maneno ukiwa umefunga macho yako. Usifungue macho yako, usifungue macho yako. Welcome you to come and reign. Come and reign, Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Thank you. Thank you. I just want to have a moment of silence before him. Kila mmoja tu tunyamaze kimya, tunyamaze kimya mbele za Mungu wetu. You just let him to reign in us. You just let him to reign in us. Just let him reign in you. Mwachie roho wa Bwana. Sema tufunge macho. Kusema tunyamaze sijasema tufungue macho. Nasema kila mtu afunge macho yake mbele za Mungu wetu. Wewe unajua tu moyo wako unakuhukumia nini, na haujasema, na haujapeana, haujakubali. So you just let him advocate to help you. Just let advocates to help you. And that advocate whom the Holy Spirit, the Father will send in my name, will teach you the things and will remind you of everything I have said to you. Huyo Roho wa Bwana ambaye anashuka ndani ya mioyo yetu, ambaye anatumwa kupitia Yesu Kristo, aingie ndani ya mioyo yetu. Atatusaidia, atatufunza,
atatukumbusha kila kitu. Hivyo wewe uliye katika kifungu cha aina yoyote, if you let that Holy Spirit have place in you, dwell in you, kuna kitu ambacho Bwana atabadilisha. Father, we thank you kwa sababu ya muda na wakati ambao umetupa. Tunakushukuru kwa kile ambacho umetaka tukiguzie ndani ya watoto hawa. Tunaliinua, tunalitukuza, tunaliheshimu na hata kuliabudu jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima na hata pia mamlaka. Tungali tunakutazamia na tungali tunakungojea. Zidi kunena na mioyo yetu. Katika jina la Baba, la Mwana na pia Roho Mtakatifu tunaomba na hata pia kuamini. Amen. 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 Let's appreciate our God. Let's appreciate our God. Come on, let's appreciate him with a better clap. Let's appreciate him with a better clap. I believe we can do better than that. I believe we can do better than that. We can do better, we can do better, we can do better. Thank you, thank you, thank you, thank you. Amen, amen. Mimi upenda kufanya hivi. Mimi upenda kufanya hivi. Tutasema tu mara ya kwanza, we give a big shout unto him. Mara ya pili tunafanya hivyo, mara ya tatu tunadu bado hivyo, na ninachomba Bwana atatubariki na kututendea mazuri. Bwana Yesu asifiwe. So nikisema Bwana asifiwe, tunasema a big 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 amen. Bwana asifiwe. Na inataka kusikia hiyo kitu ikisema amen na mdomo, sawa? Iseme mpaka tusikie imesema amen. Na ninajua Bwana atatubariki na tuende mambo mazuri. Are you ready? Are you ready? Mike nataka kusikia ikisema amen. Sawa, sauti kubwa, sauti kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni kujaribu tu. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mafridi nataka tushangilie kwa sauti kubwa, na najua Bwana atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado hiyo sina mfiri. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwaachilia wataingia sekta nyingine ambayo tutamaliza. Bwana asifiwe. Siwacha tu tuwe na short break. Then we will be back. Kisikia tu tumeanza kuimba, wewe rejea, na ninajua utabarikiwa na Mungu na atakutenda mambo mazuri. We are free to move out. We are free to move out. Twende a short break, then turejee. Tutaelekezwa baada ya hapo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Toka kore we Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai.